Esther Diana, KTN, Nairobi. Thanks, Esther Diana. In Kakamega County, long queues were observed at petrol stations, sporadic supply and fears of a hike in prices disrupting daily livelihoods. Hard hit were workers in the informal sector who solely rely on fuel to earn a living. Our reporter Violet Auma brings us this report. A 51-year-old Geoffrey Shikolo Makotsi from Shiseso village, Ikolomani sub-county, starts his day like he has for over a decade. A motorcycle rider navigating urban roads of Kakamega town, ferrying passengers, earning just enough to support his family. But today, the journey has told. A near-empty tank, long queues, and growing fear that fuel may soon cost more or just run out altogether. Nimekuja saa moja na nimekuja kupata mafuta saa 4 hivi. Kwa hivyo ni hiyo masaa yote nimeweza kupoteza nikitafuta mafuta. Leo nimepata wateja wawili tu tangu asubuhi. Makoti, the search for fuel has already cost him hours. Nimeenda Rupis, nikakosa mafuta, nikaenda Ikonyero, nikakosa mafuta, nimekuja hapa Ola ndio nimebahatika kupata, lakini nimepata laini ni mrefu sana. Kwa lita wanatuambia ni 200 na tumewacha ikiwa 177. And Makoti's fears are not isolated. Across Kakamega, thousands are grappling with the same uncertainty. At a petrol station in Kakamega town, we meet a matatu driver, Bernard Mogaka, still waiting. He has been in the queue for hours. Tumepanga laini mafuta hakuna. Tunaambiwa kwa petroli mafuta hakuna. Sasa angalia, nimepiga queue muda mrefu sipati mafuta. Rais tusaidie. Tulikupigia kura ambapo unastahili tukupigie kura muhula wa pili. Utapata. For daily earners like Mogaka, every hour spent in a line is money lost and survival pushed further out of reach. Nikienda nipate mshahara ya kujidumu, niko na familia na niko na bibi wawili. The concern is spreading beyond transport operators. Residents and small-scale traders are also feeling the pressure. Tukupea urais, ulituahidi kwamba sisi maasola hatutasumbukana. Mafuta ndio inarun economy ya Kenya ama ya dunia, kwa sababu vitu yenye nauza itapanda. Alisema kwamba anamalizana na makateli. Makateli amemaliza wapi? Na shida ndio hii tunaona. Walisema hakuna shida ya mafuta, mbona sasa hivi tunaona mafuta? Rigathi Gachagua akiongea kitu wanasema ni muongo, ni msabasi ashikwe. Mbona yale ameongea yanatimia tunaona? Our spot check across several petrol stations in Kakamega town and its environs paints a similar picture. Some stations completely dry, others overwhelmed. Motorists, boda riders and matatu operators all scrambling for the same limited supply. Saizi ukiangalia transport ya pikipiki inaenda kuongeza. Kwa sababu mali penye naendea 50 bob itakuwa 100. As uncertainty deepens, one questions lingers across Kakamega and the country at large. Will there be fuel tomorrow? Itabidi nitafute mambo na jembe nianze kulimia mtu at least siku iingie watoto waweze kupata kitu ya kukula. Behind me, motorists continue to queue for hours. Some hoping to beat a possible price hike, others simply trying to secure fuel while it's still available. Violet Auma, KTN. The near